Eloi Eloi, kwa Kiswahili Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Akamalizia, mbona umeniacha? Sikiliza, ni kwa sababu Yesu alizaliwa baada ya kuwa ametoka mbinguni, kwa sababu yeye ndiye neno. Baada ya kuwa ametoka mbinguni, alipitia tumbo la nani? Tumbo la mwanamke. Kwa tunajifunza kila anayepitia tumbo la mwanamke lazima apokee nini? Maumivu ya mwili. Lakini kisha Yesu akasema hivi, Mungu nisamehe, roho yangu naiweka mikononi mwako. Sema, roho yangu naiweka mikononi mwako. Kwa sababu gani alisema vile? Ni kwa sababu mwanzoni aliingiliwa na roho ya kibinadamu, kisha akasema, mbona umeniacha? Ile ni roho ya kibinadamu ilikuwa imemuingia. Sikiliza, roho ya kibinadamu inapokuwa imekuingia, sikiliza, inaenda kukutumia ipendavyo. Ile roho ikisha anza kukutumia ipendavyo yenyewe, kwa sababu roho ya kibinadamu ni roho ya kipepo, ni roho ya kipepo ambayo inakuwa imeketi katikati ya mwili wako. Nimesema leo nakuja kufundisha juu ya Ayubu. Ayubu ni nani? Ayubu ni nabii wa Mungu, tena ni nabii aliyoishi katika roho na kweli. Ndio maana leo tunajifunza kupitia Ayubu. Nalitazama siku ile Yesu anakata roho, na si Ayubu, hapana, Yesu. Nalitazama siku ile Yesu anakata roho. Pembeni palikuwa kuna watu wawili ambao walikuwa naye. Mmoja akamwambia hivi Yesu, Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, kwa nini usijiokoe hapo ulipo? Wakubali kubambwa msalabani kama sisi watenda dhambi na wezi. Haleluya. Yesu akamtazama, hakujibu. Mmoja wao kati ya wale wawili, sikiliza, mmoja wao kati ya wale wawili akasema hivi, Baba, ninaomba unikumbuke utakapokuwa nami niwepo. Hebu sema, naomba unikumbuke. Naomba unikumbuke Utakapokuwa nami niwepo. Kwa sababu gani Yesu alimjibu yule mtu? Akamwambia, wewe na mimi tutaketi pembezoni ya mkono wa kuume wa Baba. Ni kwa sababu ajifikirie, wakati Yesu anakata roho, wale waliomweka msalabani wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu, kwa sababu ilikuwa ni saa 9 mchana, lakini iligeuka giza masaa 6. Ina maana kama ilikuwa ni kuanzia saa 6 mchana, ina maana mpaka saa 12 ya jioni ilikuwa ni giza totolo. Hekalu ambalo lilikuwa kanisani limefungwa na vitambaa likachanika katikati, likaruhusu kila mwanadamu mwenye damu na nyama anaruhusu kumwendea Mungu wa wapi? Mbinguni. Sema, Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni anaruhusu kumwendea. Ndio hapo narudi kwenye Ayubu. Ayubu anasema siwezi kumuacha Mungu eti kwa sababu nimepoteza kila kitu. Sikiliza, lakini hata Ayubu alirudi nyuma akamtenda Mungu mabaya. Akasema, Mungu, nafsi yangu imekosea. Ayubu anasema, Mungu, nafsi yangu imekukosea.
Ayubu alianza kukiri toba, akiamini kuwa kupoteza kila kitu alicho nacho Ayubu, ina maana ilikuwa ni sehemu yake ya kupoteza. Ayubu akasema, Mungu, nimekukosea. Ni kwa sababu gani Ayubu alisema vile? Ni kwa sababu Ayubu aligundua ya kuwa kama Mungu ameniadhibu hivi na ameniadhibu vikubwa hivi, ina maana ni dhahiri mimi nimemkosea Mungu, na sio kawaida Mungu aniadhibu vikubwa hivi nisiwe nimemkosea. Kwa Ayubu aligundua kwamba mimi nimemkosea Mungu. Akarudi mbele za Mungu akasema, Mungu nisamehe. Walikuwepo jamaa zake na Ayubu watatu ambao walikuja kwa Ayubu akamuuliza, Ayubu, umekosea nini mbele za Mungu? Kwa nini Mungu amekufanya kuwa hivi? Kaambia, bila shaka utakuwa umekosea. Walikaa na Ayubu siku 5 pale chini bila kuongea, bila kufanya chochote. Sikiliza, hao ni rafiki wa karibu na Ayubu, wanaomzunguka Ayubu. Je, wewe yuko rafiki yako ambaye aliwahi kufanya hivyo? Siku ambapo ulipofiwa na baba yako, siku ambapo ulipofiwa na mama yako, siku ambapo ulipofiwa na dada yako, siku ambapo ulipofiwa na mtoto wako wa karibu, kuna ndugu zako, kuna rafiki yako alikuja akakaa na wewe siku 5. Akakaa na wewe siku 5 wakati wa msiba wako, wakati wa msiba wa mtoto wako, wakati wa msiba wa mama yako, wakati wa msiba wa baba yako. Ukute mwingine anakupigia simu anakuambia, pole bwana, nimesikia baba yako amefariki, pole ndugu yangu, Mungu atakusaidia. Amekata simu, amemaliza. Haleluya. Ni kwa sababu dunia ya leo imeisha. Sodoma na Gomora Mungu alitazama, kisha akauliza, hivi yupo ambaye si mtenda dhambi? Mungu akamuuliza, akamwambia, je, tukipata watu ambao ni 50 ambao wanaotenda dhambi, ambao hawatendi dhambi katika Sodoma na Gomora, je, bado utaiangamiza Sodoma na Gomora? Mungu akasema, hapana, sitaiangamiza. Akarudia tena akauliza, je, tukipata watu 45 wanaomcha Mungu, je, bado utaiangamiza Sodoma na Gomora? Mungu akasema, hapana, sitaiangamiza. Akarudia tena akauliza, je, tukipata watu chini ya 45, je, bado utaiangamiza Sodoma na Gomora? Mungu akasema, hapana, sitaiangamiza. Ni kwa sababu Mungu anampenda sana mwanadamu.